Na mtazamaji wa Kawabe Media, mbele yako ni shabiki aliyekuwa shabiki wa Simba Sport Club, hivi sasa ni mwanachama wa Young Africans, Meja Nabii Meja. Nabii Meja kwema? Yaani huwezi kuanza introduction bila kusema kwamba aliyekuwa. Si ulipita au? Yaani kumtambulisha mtu, unamtambulisha mtu kwa ubaya kiasi hiko. Sio kwa ubaya. Wewe sema tu Nabii Meja, shabiki kindakindaki wa Dar es Salaam Young Africa inatosha. Sasa kusema kwamba alikuwa profile yako Meja, mimi napenda kwenye profile alikuwa shabiki kindakindaki wa Simba Sport Club. Mimi nilikuwa kielele tu. Sio shabiki? Hapana, kielele. Wa Simba. Kielele wa nguvu mbili, lakini sasa hivi ni mwanachama na shabiki wa Dar es Salaam Young Africa. Meja, baadhi ya watu wengi sana hususan mashabiki wa upande wa pili wanasema nuksi yako umeondoka nayo. Mwenyewe sasa hivi wako nusu finali, wewe kwenye miaka yako yote ulivyokuwa shabiki wa Simba Sport Club hawakwenda nusu finali. Pengine unajutia hichi ambacho sasa hivi wenzako kama wanapita kwenye soka maziwa, soka asali, upande wa pili imeshia makundi tu. Tuanze na hii kauli, anasema uko na nuksi, umetoa nuksi zako. Kama ni nuksi kweli ninayo, kwa sababu hata mwaka 1993 bado mimi nilikuwa kwenye hii timu. Kwa hiyo na walifika finali lakini hawakuweza kufanikiwa kuchukua kombe, na hawakufanikiwa kuchukua kombe si kwamba walikuwa wana uwezo mdogo, lakini kulikuwa na mipango fulani ya ujanja. Ujue kuna usamju sana kwenye hii timu. Umeelewa? Mwisho wa siku ile mechi wakafanya walichokifanya, wakaiweka rehani, na ndio kauli ya kichwa cha mwanazimu ndio ilitoka pale. Kwa kifupi mimi nilikelekwa sana kwa sababu kipindi cha wakati mechi ile inachezwa mimi nilikuwa niko uwanjani pale. Nilikelekwa sana na baada ya kusikia kwamba kuna baadhi ya wachezaji waliahidiwa, yani itakiwa timu nzima waliahidiwa magari ya Kia kipindi kile, lakini mwisho wa siku yule mfadhili akaleta ujanja akakutana na baadhi ya mashabiki ya wachezaji, akafanya anachokijua. Mwisho wa siku ile mechi ikapotezwa. Mwisho wa siku marehemu au hayati Ali Hassan Mwinyi akatoa kauli ya kwamba Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Kwa hiyo kama hiyo nuksi pengine nilianza nayo huko. Kusema kwamba mimi nina nuksi sio nina gundu, wanaweza wakasema wanavyosema, lakini mimi kwenye timu yao sikuwa nacheza katika nafasi yoyote. Yani mimi sio mchezaji, sikuwa kwenye benchi la ufundi. Mimi nilikuwa ni kielele tu na wala sikuwa mwanachama. Kwa hiyo wacha wazungumze, lakini huko nilipo mimi nina furaha sana, wala sijuti chochote kwa sababu hakuna kipi ambacho nguvu mbili wamekifanya ambacho huko timu ya wananchi hawajakifanya. Kwa hiyo mimi sijuti, na enjoy tu, napata safari, napata yani madili kibao, yani marafiki wengi, watu wanakuheshimu. Ukiona timu kama upande wa pili mheshimiwa mashabiki, hakuna heshima kwa sababu wanachokifanya wao ni kuwavalisha watu midoli, kuwavalisha watu madela, wanavalisha nini haya mawigi, alafu wanavaa mawigi, sio akina Kisugu akina nani akina Mzalamu wanavaa mawigi, umeelewa wanavaa mawigi, wanaenda kwenye hizi road show zao. Lakini mwisho wa siku inapotokea safari kama hizi unakuta mpaka sisi tupige kelele. Kwa mfano kama safari ya Kisugu anaenda South Africa, mpaka sisi tumetoka hewani mashabiki na wanachama wa Yanga tukapiga kelele tukamwambia jamani, mbona mnawatesa hawa jiwani? Wakati mwingine mnapokuwa mnataka jambo lenu mnatembeza na vispika mitaani, lakini unapokuja swala la riziki la kugawana mkate mnawatosa. Wanatakiwa mpaka yani wametumia, yani ukiona Kisugu kama ameenda South Africa ametumia nguvu sana, si klabu imemsafirisha, ni kwamba yeye kutokana na ule umaarufu wake na mashuhuri wake kuna watu wamemsaidia ameenda, na sisi tumepiga chapuo na tulitaka tuchange. Yani tulitaka tuchange kwa sababu ukiacha mambo ya ushabiki, lakini mtu kama Kisugu na kina Mzalamu ni marafiki zetu, tunakutana sehemu tunakunywa kahawa pamoja. Kwa hiyo tulivyoona wanalalamika wanalialia, tukaona kwanza tuanze kuzungumza. Tungeona kama wasingechukua hatua au asingeenda mpaka tukafanya bakuli kama tulivyomfanyia afisa habari yetu, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunapendana. Hii ni football, unapoona mtu anateseka wanataka kumsaidia kwa sababu anaishi kwa mateso, anaishi kwa masikitiko. Wewe fikiria wameenda Zanzibar na mashua. Wameenda Zanzibar na mashua. Unajua mashua ile Tanga lile ambalo upepo ukipiga huko. Wamejikuta sasa Zanzibar ni sehemu ambayo unachukua dakika 45 au dakika 30, wakati mwingine ukizidi sana lisaa, lakini wametumia siku 3 kwenye maji. Kwa hiyo haya ni mateso ambao watu wengine hawajui, wewe leo Meja unatuwekea bayana. Kwa sababu nakwambiaje, mimi pamoja na mimi nilikuwa niko huku timu ya wananchi, lakini hawa jamaa ni marafiki zangu. Kwa hiyo tunakaa tunazungumza matatizo yao, wanatueleza kwamba tuna hivi na hivi, Meja kazungumza hivi ili utusaidie, kwa sababu wanaamini bado mimi niko jukwaa la Urusi, bado ni mpambanaji. Kwa hiyo nimewasaidia jana, nimezungumza, mwisho wa siku mkuta Kisugu huyo amepaa. Haiwezekani timu yenye influencers wa kutosha kwenye timu alafu nakutana anaenda mtu mmoja au watu wawili. Angalia Yanga na ambavyo tukisafiri tunavyosafiri. Umeelewa? Umeona tumeenda Manyara, tumeenda kundi kubwa, tumeenda vizuri, tumekaa kwenye gari nzuri, tumekula vizuri, tumeishi vizuri, tumekaa siku 4 Manyara. Na hata safari ya Zanzibar kwa sababu huwa sisi tunafanya rotation kwenye kundi chetu. Alafu tofauti pia kati ya Yanga na hizi timu nyingine ni kwamba sisi tuna influencers ambao tunatambulika na klabu. Mna influencers wale ambao mashabiki wenye mvuto ambao wana nguvu.
klabu inatutambua, lakini wenzetu wao wana group la WhatsApp. Wametengeneza group la WhatsApp kwamba hapa sio ya Gisimba, hapa sio Mzalamu, hapa Kisugu, sio pasi milioni GB 64. Wametengeneza group lao la WhatsApp ambalo wanajijua wenyewe, lakini klabu kama klabu haiwatambui, haiwezi kuwatambua. Ni unajua wana ubinafsi fulani kwa waweze wakatambua. Sasa wanatumia nguvu sana, yani wanatumia nguvu sana. Ndio maana walilalamika safari ya South Africa ilivyotoka. Wale wachambuzi walikuwa wanasema timu yao haiwezi kufanya vizuri, wameunganikana na timu na kwenda. Hichi ambacho kinachoendelea, uongozi wa uwatambui, ndio maana hata walikuwa wanalalamika, maana yake wenyewe uongozi wa uwatambui. Sio hiko tu, alichokifanya ni kufanya sio sema vice versa, kwa sababu baada ya kubeba watu ambao wanapigana na timu, wameenda kubeba mbuzi, wameenda kubeba waganga, wameenda kubeba na waandishi. Umeelewa? Sasa mwandishi kule ataenda kufanya nini? Hawezi kwenda kuanikiza. Umeelewa? Ndio tofauti kati ya Yanga na hizi klabu ndogo ndogo. Beba paka na mbuzi mwe. Sasa mbuzi wataacha vipi? Mbuzi yani hiyo si ndio msingi wao na mtaji wao. Kwa mbuzi si waganga, si waandishi wa habari. Sasa waandishi wa habari unampeleka kule akafanya nini wakati unawaacha waandamizi ambao wanapigania klabu? Unapotafuta tiketi, unapotafuta watu waje kwenye viwanja, unawatumia hawa ambao tunawaita sisi influencers. Mwisho wa siku unakuwa unawatesa, wanaishi kwa mateso, wanaishi kwa manyanyaso, wanateseka sana. Na wananiuliza sana, hivi Meja, umelipo shilingi ngapi ulivyoenda Yanga? Wao wanaamini kwamba wanataka waje Yanga, lakini wananiuliza kwa kina nani hao? Nipe kodi Meja, usiifiche iko. Ni mashabiki, ni wao wengi sana. Influencer wa Simba. Yani hao ambao wanaonekana kama wana ushawishi mkubwa, wananiuliza, bwana, mbona sisi tunapata mateso sana? Wewe umelipo shilingi ngapi? Sasa nawaambia, tena narudia tena, Yanga ni sawa sawa na Twanga Pepeta, umeipenda mwenyewe. Hakuna hata 100 utakaopewa. Yanga? Yani kama Twanga Pepeta umeipenda mwenyewe, hakuna hata 100 ambayo mimi nimepewa wala utakaopewa. Kama unataka uje Yanga, karibu sana, kwa sababu huku kuna amani, huku kuna upendo, watu tunapendana, maisha yanaendelea. Meja, Simba Sport Club ana mchezo dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao wana matumaini makubwa sana wana Simba kwenda finali ya CAF Confederation. Pengine Nabii Meja, kwa mchezo wa Simba Sport Club tunaungana sasa kama Tanzania, na sisi tunaungana nao kama Tanzania kuhakikisha Simba Sport Club anaenda finali, au hapo kwenye muunganiko unakuwa haupo, kama vile unganika kwa nyie kuombea hawa mashabiki waweze kusafiri, na kwenye hili tunaungana sote. Kuwaombea mashabiki wasafiri, kwa sababu wale ni tuna urafiki, tunakutana, tunapigana simu, lakini kuwaombea kwa maana kusema kwamba eti kuna Utanzania hapa, wale sio wa Tanzania. Mtanzania gani anatumia bendera ya rangi nyekundu na nyeupe? Bendera, yani sisi hatujabaga damu. Umeelewa? Wangekuwa pengine kama timu kwa mfano kama Mbeya City wanatumia rangi ya nini ile pitch siju zambarau, ingekuwa afadhali, lakini wenzetu wanatumia rangi nyekundu na nyeupe, na hata ukiuliza maana ya hiyo rangi uweze kujua. Kwa hiyo kwenye uzalendo, mimi binafsi siju wengine, lakini mimi binafsi uzalendo sina. Mimi ninachoombea, naombea mabaya, naweka udi na ubani maka, ubani maiti, ubani mashtaka, ili waweze kurudi nyumbani hapa, waendelee na kwenye show zetu hizi za ligi kuu. Akipata nafasi yao ya 3 kama walivyozoea itakuwa sio mbaya, lakini kwamba mimi eti ni wasapoti kwa wanachokifanya, hapana, siwezi kufanya hivyo. Yani ni ngumu sana, kwa sababu mtu wa kwanza ikitokea wamefanya vizuri nguvu mbili, mimi ndo nitakaofuata kuulizwa, bwana kafanya kama sasa ulivyokuoniza, umeona kwamba umeleta gundu, umeleta nini? Kwa hiyo wao wakifanikiwa kidogo, mimi ndo napata tabu. Yani kiukweli, katika shabiki ambaye anakosa usingizi, nguvu mbili wamefanya vizuri, mimi hapa, kwa sababu nakutana na maneno mengi, waandishi wanakuwa wananiuliza, bwana wewe uliama huku kwa sababu unasema hakuna maendeleo, yani maendeleo hakuna lolote, kwa hiyo unasemaje sasa? Kwa hiyo mimi dua yangu mara zote ni kuombea vibaya tu wa jamaa, ili niwe na furaha. Meja, Simba Sport Club kwa siku hivi karibuni wamesaini madili mengi sana hapa. Wataweza kusema madili nono sana. Simba Sport Club bilioni 38, wana jambo wanaitwa baskali nini. Yani Simba Sport Club ni kana kwamba useme ile nafasi ya 4 pale anaitendea haki, au wewe hilo ulioni ile nafasi ya 4 kwenye virabu barani Afrika kwa ubora, ulioni hilo Meja? Yani kuiangalia hiyo timu iliyoitaja na kuangalia Mr Bini, yani unaweza ukacheka hiyo timu kuliko kucheka Mr Bini. Ni vituko, hawana thamani ya kudhaminiwa kwa bilioni hizo 38, kwa sababu ukiangalia washadanganywa sana. Walishadanganywa kipindi kile Manzoki anakuja hapa na akufika, washadanganywa kuhusu bilioni 20 ambazo ukiuliza zimewekwa wapi, uone kama kuna sehemu, kuna benki yote ambayo imeweka bilioni 20. Ni vitu ambavyo wamevizoea kudanganya. Wanadanganywa kuhusu bilioni 38. Ukiangalia vizuri, angalia mkataba wao ambao waliingia kuhusu yule mdhamini ambaye yuko katikati, mdhamini mkuu tuliambiwa ameingia mkataba wa miaka 4 kwa kama bilioni 26 kama sijakosea, kama sio 23. Lakini mwisho wa siku unakuta huyu mtu amehudumu miaka 2 tu, umeelewa? Miaka 2, nadhani mkataba wake unaisha mwaka huu.
Yes. Kwa hiyo kama unaona mtu anashindwa kufanya biashara nao, maana mtu anapokuwa mdhamini mkuu, mmekubaliana miaka 4 alafu anapodhamini miaka 2, maana tayari kashashindwa, maana anaona kabisa hii timu haina mvuto. Timu ambayo inashika nafasi ya 3 kwenye ligi, timu ambayo kila siku inafungwa na mpinzani wake, huwezi kwenda kuweka fedha. Unaweka fedha sehemu ambayo kunaonekana, kwa sababu mpaka sasa hivi wanakaribia siku miaka mingapi hawajashika kombe. Sasa unaweza vipi kuweka fedha sehemu kama hiyo? Hilo deal ingekuwa limekuja Yanga, ungesema Yanga wanapewa udhamini kwa sababu kuna jambo walifanya. Umeelewa? Kwa sababu kitendo cha wao kushiriki sijui shirikisho, unaona kabisa ni fluke kwamba mtu akashia darasa kaishia nafasi ya 3 afa anaenda kushiriki. Maana unaona kabisa huyu mtu amefeli. Kwa hiyo hiyo fedha ambayo inasemekana imewekwa, mimi siamini, na swala kusema si wataleta basi mpaka basi tulione, kusema kwamba wataleta mpaka tulione, na hata tukiona tuna kitu cha kuzungumza, kwa sababu hawa ni wasanii wajanja sana. Yani ni wajanja sana yani. Bimeja, kuna clip moja iko inatambaa sana mtandaoni juu ya Ali Shabiki ambaye ni mwanachama wa Young Africans. Nyie nje ya maisha ya mpira ushirikiano unakuwa haupo. Mtu akipata matatizo inakuwa ngumu sana kushirikiana. Pengine na ile nadhani hiyo clip mliiona na Bimeja. Pengine kuna ile clip na ile maneno ambayo kwa anazungumza. Yeye ni mwanachama wa Young Africans. Kuna ukweli ndani yake, maana watu wakaanza kujaji. Ikiwahi kwenye mpira mnakuwa hivi, nje ya mpira inakuwa sivyo. Pengine huu mmoja ambao mko nao kama Young Africans influencer na nje ya maisha ya mpira iko hivyo hivyo. Huyo sio wa kwanza. Kuna shabiki mwingine anaitwa Dosa anajiita Dosa Yanga. Ni watu ambao wanatafuta njia ya kutoka. Hata sio wenyewe wakati kipindi hiko tuko nguvu mbili, tukatafuta nafasi ya kutoka kama hivyo. Lakini mwisho wa siku hivi vitu vina madhara sana, kwa sababu hata mwenyewe wakati kipindi kile niko kule nilikuwa natupa sana madongo, nikajikuta nakosa amani ya moyo, kwa sababu kuna wakati unaweza kuzungumza vitu ambavyo vikakukosesha amani. Sasa huyu shabiki sikutaka kumzungumzia kwa sababu ni mtu mdogo sana kwanza kwenye industry, ni mtu ambaye ukimzungumzia unakuwa unampa kidogo kama credit, lakini kwa sababu umeniuliza, acha nitambaye kidogo kwa sababu namfahamu vizuri. Mara ya kwanza nakutana naye tulikutana Mwembe Yanga kipindi kile mimi niko nguvu mbili. Wakati anahojiwa alisema katika watu wanaowakubali kipindi kile mimi niko nguvu mbili, alisema Meja, mimi nakukubali sana na kukubali kwa sababu katika watu wanaozungumza vizuri kwenye football wewe unazungumza vizuri, na mimi nikiangalia kipindi chenu mnachokifanya huwa nikikuona wewe namwambia mke wangu TV aiache asiguse, lakini nikiona mashabiki wengine aliwatem kule kwa majina mashabiki wengine wa Yanga, mimi wanazima TV. Ile kauli ilileta sintofahamu sana kwa wale mashabiki na wanachama wa Yanga, wakatengeneza kama bifu fulani, sababu aliwataja katika minajili mibaya. Kwa hiyo hilo bifu likaanzia hapo. Kwa hiyo kuna kipindi alienda mpaka Yanga pale akiwa anaamini kwamba anaweza kufanya kazi za Yanga kwa maana ya kuhamasisha kwenye siyo na nini, akakuta wale watu wamepanic kutokana na kauli alizozitoa. Kwa hiyo hiyo chuki ndio ilipoanzia hapo baina yeye na wao. Lakini kwa kusema kwamba eti Yanga kuna chuki, angalia mimi mfano mzuri. Mimi nimetoka zangu nguvu mbili, nimeingia timu ya wananchi. Wamenikaribisha vizuri na nimeingia tu siku kama ya 4 nimepata safari ya kwenda Zanzibar. Hasa kama watu wangekuwa na chuki na wangekuwa waamini mtu, wangekuwa wana upendo, mimi singeenda. Juzi nimeenda Manyara na kwenye group letu sio kama niko peke yangu. Tuko watu zaidi ya 100 lakini unaona mpaka wanakuchagua wewe na Bimeja kwenda kule, maana ni upendo. Sasa huu upendo wewe anauzungumza ni upendo gani? Yeye alishawavuruga watu, akawapa maneno watu ya kejeli na dharau, mwisho siku nao akamweka pembeni. Alafu timu kama ya Yanga sio timu ya kusaidia watu. Mimi siwezi kumtema kama mwanachama wa Yanga kwa sababu Yanga tuna katiba yetu. Katiba ukisoma vizuri inazungumzia kwamba wewe mwanachama unatakiwa wewe ndio uisaidie klabu, sio klabu ikusaidie, kwa sababu Yanga kama klabu haina fedha. Wenye fedha sisi mashabiki na wanachama, umeelewa? Kwa hiyo yeye anatakiwa aisaidie klabu kwa kununua jezi, kwa kulipia kadi, kwenda kwenye viwanja, lakini unategemea klabu tena ukiumwa ikusaidie, hicho kitu hakipo. Mimi sijai kuona hivyo. Kama ndio hivyo, tuna mashabiki au wanachama zaidi ya milioni labda 10 au 20, si ndio? Sasa kila mmoja aje na tatizo lake, maana yake tutakuwa tunatengeneza klabu au tutakuwa tunatoa hela kwa watu. Kwa hiyo ni kwa wazungu wasema nonsense. Yani nonsense. Yani hakuna kitu alichokizungumza. Ametaka platform watu wamfahamu, wanamjua kwa kiasi fulani, lakini ukitumia akili kidogo hata darasa pili unagundua kama ni mtu ambaye hajitambui na sio mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga lazima ujue majukumu yako. Unaona kama mimi, usifikiri Yanga wananipa nafasi ya kusafiri kwa sababu eti sura yangu nzuri au kwa sababu eti na Bimeja. Nafanya shughuli za Yanga. Likiitwa jambo la Yanga, siku nakufagia nitafagia. Kuna siku kwenda kufanya jambo fulani nafanya, ndio maana wananikubali, wanaona nafanya shughuli za Yanga na wao wananipa nafasi inapotokea nafasi ya kwenda kusafiri. Sasa yeye anakaa nje ya Yanga, afanye shughuli za Yanga, akiumwa anataka Yanga imsaidie. Yanga haiwezi kusaidia mtu kwa sababu yenyewe inahitaji fedha kutoka kwa wanachama na mashabiki ili iweze kuwa. Ile ni taasisi. Taasisi itoe fedha impe kila shabiki mwenye matatizo, inakuwa sidhani kama taasisi yote inaweza ikaendeshwa hivyo. Meja, tumalize na hili kwa performance ya mpinzani wako, unaona anaenda kutoka pale. Kwa performance ndani ya pitch, tuacheni nje ya uwanja. Ndani ya pitch, na kwa taarifa ambazo najua unazo, muamuzi
naye kabadilishwa muamuzi wa mchezo ule ambao kutokea kucheza, kabadilishwa, pengine kubadilishwa kwa muamuzi na performance ya wapinzani wako, unaona anaenda kutoka pale South Africa? Kutoka kwa maana ya kutoka wanatolewa, yani hawana kitu, kwa sababu hawezi wakapita pale hawezi kupita, yani nafasi yao ndio, yani kwamba hatua yao imeishia hapo, waje tuchekane, kwa sababu mimi katika kitu ambacho ninachofurahia yani kuwacheka, yani mimi napenda sana kuwacheka, yani tuchekane, sio tuchekane, tuwacheke. Sasa watu tucheka kwenye lipi? Hawezi kucheka kwa sababu sisi ni tumewazidi, tuna vikombe vingi, umeelewa, tunaongoza ligi mpaka sasa hivi hapa, tuna ngao ya jamii, tuna kombe tumelipata South Africa lile la Toyota, umeelewa. Kwa hiyo sisi tumewazidi, kwa hiyo waje hapa sisi tuwacheke, wanaenda kule wanaangukia pua, tunakuja tunawacheka kama kawaida. Mimi kuwacheka wao nasikia raha sana. Naam. Okay, shukrani. Asante sana.